Kama Mungu alinipea hizo. Like mimi nilikuwa najiangalia kwanza nishachaguliwa nikuwe prayer class pastor wa class yetu kwa form 2. But nikakataa. Hakuna kenye nishaipigania. Hapo zote zilikuja tu. How are you, Mr. Musembi? I'm fine. What about you? I'm also good. So today I'm glad to have you. I'll be your interviewer for today. And generally I'll be getting your views who you've been for the 3 years in campus, and who are you, what did you, and who did you manage to be, and for sake of our viewers, so we can get to know you, and at least a brief introduction of who you are. Oh, my name is Brian Musembi. I was a CU chairperson in 2024, and also another chairperson in 2024. Yeah. Okay, you said, thank you for that, for the introduction, Mr. Brian Musembi. Yes. So you said that you are the CEO chairperson in the year 2024, and at the same time you managed to be the OTSA chairperson, yes, right? Yes. And now, if you don't mind, Mr. Musembi, how was your journey, first even before we come to you becoming a chairperson and all the way to becoming a OTSA chairperson also? Can you briefly tell us how was your journey to being a comrade, or your first year experience? How was it? Okay, kwa fresh bana, maisha na kwanga ngumu bana. Yeah. Hata ujijui, unaona? Yeah. Bana like kwanza mimi nilikuwa na bwaganga tu. Mimi hata sikujua kama nitaikuwa leader. Hata sijaikuwa class leo. Hata uko primary mimi hata sijaikuwa vitu kama hizo like. So mimi nilikuwa naona majamaa anasema wewe kwa si chairperson, mimi naona kitu ni ngumu. Mimi naona ni kama ni punishment bana. Oh yeah. Baada hata sikuwa natakanga. Hata si chairperson sikuwa nataka, hata out sasa sikuwa natakanga. Sasa watu ni ile tu wanasema bana tunakuamini. Akasema kama mnaniaminia basi acha mimi niamini Mungu na nifanye basi. Sasa hiyo ndo nikakuwa. Hakuna kenye nishaipigania. Hapo zote zilikuja tu. Zilikuja zikanipata. I think ni kama Mungu alinipea for free. So I get to understand that you didn't struggle kupata any of the seat, kupata maybe the CU chairperson, to get the OTSA, and maybe to ask, so were there some other people that walitaka kuvie for this OTSA position? Okay, yeah, OTSA kulikuanga na dem alikuanga ameandika barua avai for. So mimi kapatana na mwenye alikuanga former OTSA hiyo time, alikuwa Lucas akaniambia, "Brian, wenda andike barua. Toko na mwenye ashaandika barua kwa cha lady. Ukiandika tu barua yako tu hivi juu na kutrust. Na kupea hiyo sio." So mimi nikaandika barua, hata jamaa alikuwa ananilazimisha barua. Akaenda copy barua. Akanileta hadi barua yenyewe nimeandika na dem. Akaniambia copy hii na weke jina tu yako. Na kufanya tu mimi. Unaona ndio ndo alifanya. So simply that is your journey, or from you said the way you came in the first year, you had never been prefect au kwa hata peri pale high school au kwa hata CU vile ulikuja. Did you become a leader hata kwa CU in your previous kwa maybe high school before kuja college? Sijawahi, but nishakuwa instrumentalist before sasa nikuwe CU chairperson. But sasa nilikuwa na plan niache hiyo kazi na nikuwe tu member tu. So tu kazi ya church si rahisi bana. Ni ngumu. So Mr. Musembi, you said that you never became a leader before vile kuja college. Pale high school, did you have any traces of kukua maybe prayer coordinator ama any other? Did you held any seat maybe prior before you joined the college? Okay, nikiwa high school nishachaguliwa nikuwe prayer class pastor wa class yetu kwa form 2. But nikakataa. Mimi sikuwa natakanga. Nilikonga tu muoga, nilikonga tu shy. So nilikuwa nashinda naanza wapi? Nikaacha tu, nikakataa. Sasa huko nishaikuwa instrumentalist. Na nikakuwa intercessor. So you being an instrumentalist, which is it uko fresher ama which year? Nilikuwa second year. In your second year, that's when you became an instrumentalist. Kama 2.1. I've heard your history of how you came in ukakuwa instrumentalist. Na sasa tumefika point where sasa umekuwa the chairperson, you never wanted to be one, si ndio? The other side pia OTSA, you are not that willing, lakini you ukaambiwa uandike barua, not yet willing. Yeah.
So does this show that to you it was not an expectation for you to become a leader? Ama inside of you kuna kitu ulikuwa kana unasikia kusukuma, yes I can become, lakini uko na uoga. How was it? Okay, mimi sikuwa natakanga tu responsibility. Nilikuwa natakanga tu mimi nikae tu nifanye vitu zangu. But pia uoga pia ilikuwa. So hizo responsibility bana. Hizo vitu si rahisi, leadership si rahisi. Mimi sikuwa natakanga tu, nilikuwa nataka tu life yangu low key. Hata hakuna mtu ananijua. Yeah, hiyo tu. So let me begin first na pale vile ulikuwa after you've been now selected to be the CEO chairperson, that is the Christian Union Fellowship. Now how was your journey? How did you begin? Ama since now ni wewe you are the elected chairperson, how was your journey for those months that you are the chairperson? How was your experience as the chairperson? Yes, maisha ilikuwa ngumu. Kukua leader wa kanisa si rahisi. Hata otsa kuliko kuwa si chairperson. Juu hapo kuna vitu mingi like maombi. Unajua tena maombi ni vitu huwezi force watu. Huwezi ambia watu kujeni kanisa ati cha lazima. Either sasa hiyo ni wewe unaomba tu. Just go to your knees, unaona? Sasa ni vitu like inabidi umeenda kwa Mungu, huko kwa binadamu, like uamini, like ufai kuangalia binadamu. You sometimes church inakuja bana wasea wako. Like unasema watu ni sometimes unajikuta kwa solo. Hao ni kunitaka wanitake ama ni nini? Ni kunitaka wanitake ama like wananichukia ama ni nini? So like nilikuwa nashangaa bana, but inabidi tu tunaenda tu kwa Mungu. Mimi nasema bana, siwezi leta watu kanisa. Wewe Mungu leta tu watu kanisa. Usipowaleta kanisa ni yako, wewe ndio utaibika. Mimi sitaibika, kanisa ni yako. Na tena bana au ni maconference na deal na ni emergency bana. Sasa wengine wanasema jamani mfupi bwana. Kwa nini bwana? Ngumu bana. Bwana ukuta pasta, kwanza mimi jina nilikuwa sipendi. Uko ngona unapenda. Ukitaka kutoa pasi. Sikutaka nitoe pasta. What were your best experiences wakati ulikuanga kama chair? Though najua hukupenda kukua, lakini I'm sure kuna those moments zilikuja na ukafeel yenyewe yes this one I deserve it. What encouraged you? Ni moments zipi zilikutia moyo kama being the chairperson? Okay, moments zilikuwa zinanitia moyo ni like public speaking skills, unaona? Kusimama mbele ya watu kuongea bila uoga, kujiexpress, kama ni kizungu na flow, unaona? Then kuna wasee wa kigrow spiritual, like unaona tu majamaa tu wanakam kichurch. Wanaimba, wanaomba, wanalia, like nasikia tu mtu anakuja anatoa testimony, anasema Mungu amenifanyia hivi na hivi na hivi. Lakini naona tu poa. Nilikuwa na feeling poa. And now, since those were your best let me say those were your best experiences wakati ulikuwa, can you tell us what were the most difficult times that you had? Ni nini challenges you encounter and maybe what brought those hard difficult times? Sijui niseme nini. Okay, si unajua like kwanza kitu ya kwanza hakunanga mtu perfect, unaona? Mimi niko na my flaws, I have my strengths and my weaknesses. So unaona sometimes hata kama ukikuwa mzuri ukuwa mzuri kwa mbaya bado watu wataongea tu, unaona? Sure. Mwenye tu ataona makosa yako. Mwenye atasema sijui kijana ni nini. So lazima tu watu watakuongelelea, unaona? Waseme nini? Sometimes unapatana na watu wanasema bana hii si wewe, hivi bana mnafanya nini, like watu wanaongeanga tu vitu vingi. So your most kitu ile ku discourage sana ni vile watu walikuwa wanaongea. Watu walikuwa wanaongea. Yaani ile sauti ya watu ile kupea manze ile ku discourage. Mbona ni discourage, but sasa mimi niko watu like wana discourage, but pia mimi naboeka tu, but inabidi tu umeji juu like najua watu wataongea, usipita fika watalala. So utatumia kuna now before to close up to with the CEO sector before to malizana na you being the CEO chairperson. Kuna did you the moment before finishing your regime, did you see yourself kama make any impact kulingana with the way you began na vile ulimaliza? Did you see yourself grow now? Maybe did you see any impact kwa CEO as a leader? Yes, niona impact. You like ilifanga like okay, tukianzanga wasee walikuwa kujangi church, but by the time tulikuwa namalizanga wasee wangekama wanajaa church. Sometimes unaona wasee wanaomba wanalia. Bana unaona yenyewe hata ni kama hata wasee wamegrow hata kuniliko. Nasikia matestimony watu wanatoa. Unaona Mungu amesaidia majamaa. Nilikuwa na like na feel vile nilikuwa naanzanga ilikuwa ngumu. But tukienda mbele
unapata tu like una feel wewe hii kitu ni Hii kitu like nimeizoea, yeah, like it's like ni kama tu is part of my life. Yeah. Sioni kama ni mzigo kama kitabu. yeah, Unaona? yeah. Tena na wase wengine tu wanachangamka, wanasema Brian bana uko poa. Unaona? Like wanani encourage. Yeah. Unasikia tu watu wakitoka wakiongea tu. Yeah. Sasa tu ni positive nini. So inakuwa encourage. Kumbe si unaweza kujidharau. Kumbe self esteem inapanda juu, unaona? Yeah. Unaacha kujidharau kama kitamu. Unafeel poa. You have had now the journey of you becoming the CEO chairperson. And I'm really delighted and I'm very happy that you made it. By the time ulianza, you began very weak, and but the moment you finish, you made a very strong finishing indeed. Yes. And now, let's move to the other side now. You became the OTSA. And what is this thing that we are calling OTSA in full? Okay, it is Occupational Therapy Students Association. Yeah. Okay, ni association ya ma students wote wenye wanafanya occupational therapy. Yeah. Yeah. So was it within all campuses ama ulisimamia only the campus? And do you mind to tell us the name of the campus? Ilikuwa tu campus yetu Gunja campus. Yeah. Ndio hata ilikuwa na grow tu like kwa watu wachache. Yeah, ndio ilikuwa na grow tu. Tulikuwa classes ina ama ni 3. Yeah. And now, despite that you are in the number of the students was small, did you have any challenges kwa you being as a CEO chairperson? I mean, the OTSA chairperson. Okay, it is hard. Unajua sometimes maybe like leadership ni ngumu tu mali. Popote leadership ni ngumu. Juu unaweza kuwa like wewe mwenyewe umejitolea, you make things work. But pale kuna leader mwingine pia pale. Haoni kama wewe umejitolea. Ama pia watu ama pia wenye unaongoza like naona jamani kama kuna kitu unafanya. But wewe if they get into your shoes na waone kenye unafanya na unajaribu, hawataelewa. Yeah. So like sometimes unaita wasee meeting, wasee kama wataki kuja, unaona? Naambia watu set tu hii pesa, jamaa anafikia ni kama unakula pesa yao. Unaona? Na si hata unakula pesa yao. Tena administration yenyewe pia ni nisumbua tu like hapa administration si rahisi. Hapo ni nguvu tu unatumia tu. Ina kuchosha tu sometimes. Na hata ulipo. But pia niko najituma unanijaribu mali mimi niliweza. So those were the challenges in ulipitia. Na maybe kukua, I understand that umekuwa leader in two organizations, let me say so. Kukua in a CEO organization, and now this is another leadership. This is the OTSA. And now, can you tell us, did you find strength? Did you find yourself growing in any way out of these two leadership? And can you would you mind giving us a comparison which give you more strength? Ama ni gani will feel that imekuempower more to become a leader? Yeah. Okay, I think zote pia nililearn. Like moja ni ya church. Yeah. You have to use like spiritual knowledge na Bible. Pia ingine like unatumia ile urefu yako inji. But I think mimi niligrow sana kuliko tutajua. Iko na kazi mingi like you have to conduct those pastors. Yeah. So you conduct those pastors like you have to speak to them in a certain way, unaona? Yeah. Like na then unalearn vitu pia kutoka kwao. Yeah. Unaona? Yeah. Pia kwa administration ukienda unajua vile like you must vile unafaa unaandika hizo barua. Yeah. Vile una approach administration na hizo vitu pia unajua. Yeah. Yeah, na vile una approach pia wasee wenzako, unaona? Yeah. Vile uko leader wa CEO lazima like kuna vitu vingine like utataka ufanye but huwezi fanya juu wewe ni leader. Utazitaka sana ufanye but itabidi tu huwezi fanya juu wewe ni. So lazima tu unataka si ati utaki. But inabidi tu umejifanya utaki. Juu watu watakujaji. You are the person to show them direction. So lazima tu unaachana tu nazo tu. Wow. So maybe Mr. Musembi unaweza tuambia for this the 3 years now since I understand already umemaliza your exam, now you're only waiting for the results, right? Ni kweli. Na umeserve as a leader. Nini umetuambia you found your strength and weaknesses also. Now what has been your motivation through all this, through those difficult moments na hizo time? What has been your motivation all through? Kuna Bible verse inasemanga, I think First John 15:16 inasemanga, you did not choose me, I chose you to go and bear fruits, fruits that will last forever. Then everything that you pray in my name, I will give it to you. Sure. So like nilijuanga
kumbe hii kazi like si mimi nilijiita, unaona? Yeah. Si ati ni mimi. Si So ni umejipea. ya Mungu, unaona? So mimi like nilikuwa naambianga Mungu, wewe Mungu ndio uliniita. Mimi si mimi nilijiita. Hii kazi si yangu. Wewe ulinipea. So kama ulinipea nipe nguvu. Wow. Yeah. So wow, I like the verse. Nimependa sana because but that is it. But sometimes tunaona watu wengine wanajichukulia kama walijiled, but I like the fact that you understand that it is not you called yourself, but it is God. But that is the most and very key thing. And now as we conclude, Mr. Musembi, Yes. what can you tell us Nini, what is your vision now since umemaliza shule, and what is your vision? Maybe who do you see yourself maybe the next 5 years to come, 10 years to come? What is your vision for life, or who is you now when we see you the next years to come? Who will we see Musembi to be? Okay. Mimi okay, siko sure, but mimi naambianga Mungu, it's like juu mimi like ni kama nilikuwa nakatanga leadership. And it's like nimekuja kukaa chini like nasikia kitu naniambia bana, it's like you are born to be a leader, unaona? But ni ile tu like wewe hujaamini na ujui. So like mimi sasa dream yangu is like to be a politician one day. Mimi hata sasa nikitoka nadhani hata nitafute tu mjamaa kwanza nimkampeni. Like si unajua msanii atakonga tu chini. Yeah. Yeah, so but sasa mimi nakonga confess dini leadership yangu ni ya church ama ni ya nje. But when the time comes, mimi sasa Mungu si atafanya kama yeye. Mimi sasa hivi sijui tu like sijui. Niko too confused. So you mean that in the next 5-10 years to come tunaweza sikia Brian Musembi is the aspirant of a certain constituency, a aspiring governor of certain county, yeah? Kama mimi Mungu atanipea nguvu, atanipea opportunity. Siwezi katunja sasa, vitu ni za Mungu. Sure. All good gifts come from above. Wow. Sasa yake amekukupea. Sina kubali. Maybe okay. Nasemanga like kama Mungu alinipea hizo. Like mimi nilikuwa najiangalia. Kwanza si chapazo, nilikuwa najiangalianga. Ndio mtu anajijuanga. Nasema mimi tunafanyanga bana. Yaani Mungu unaweza nichagua mimi hivi niko hivi. Si usikie vile nilisema chache. Like nilisema like I used to disqualify myself. Like najiangalia hivi najidharau. Mimi mwenyewe hata watu wakinidharau mimi nasema they have the right to disqualify me. Sasa mimi I disqualify myself. But mercy said no, no. Yeah. Mercy prevailed over judgment. Wow. So like I think God can give you everything. Mungu ndo anapeananga hizi vitu. Kama alinipea bila stress. Unaona like nilikuwa naanga kuna jamaa alikuwa anitanga, kuna wasee walikuwa mbele yetu. Washi kwa like hiyo kitu yote ni kama wanangangania. So kuna na si chairperson mwenye alikuwa former. Sasa alikuwa ananiambia bra you. Yaani wewe unaletewa ukwe chairperson wa outside. Na watu hiki kitu walikuwa wanapigania na unapewa for free. Yeah. Mungu anakupenda bwana. Chukua hii kitu. So like I think Mungu anapeanga mtu kitu. Yeah. Like hizi vitu okay, na kuna kitu kingine pia nimekuja kujua. Ukitaka kitu usipiganie. Itakuja tu your way. Wala wasa wanapigania vitu hawapatangi. Hata ukiangalia like president wa Kenya, ukiona Kenyatta, alipewa hiyo kitu na British. Ukiona Moi alikuwa anakopanga hiyo kitu, alikuwa anakimbia na ukopo. Uhuru Kenyatta jamaa. I think that guy like wanasema huyu jamaa hakuna mtu alijua kama jamaa atakuwa president. So jamaa alioshwa tu akatoka kwa pombe akakuwa polished. Bibi jamaa akakuwa tu president. I think mtu amefight kitu ni Ruto. But I think hii kitu like I think leadership Mungu ndo upeana hiyo vitu like anakupea tu anakupea tu. Kama alisema atakupea tu. Usingangani. So Mr. Musembi kwa maybe in a very few words as you complete. Nini unaweza taka kuambia? Ama nini ile word unaweza sema you would like people to remember Musembi said? What is that word that in the shortest few words you can? What could you say that nini unaweza ambia watu? Ama if you ask to say short ones to say to tell people or to say for us to say Mr. Musembi said this and this. What is that word you could say? Okay. Mimi vitu zenye nakumbukanga like ni vitu nyanyangu ananiambianga. Nyanyangu ananiambianga like be clever as a serpent. Unajua nyoka. Yeah. Sema be calm as a dove. Thank you very much for allowing me to interview you. And there are very many lessons I've got to learn from you. And since you had you held two leadership positions at the same time, and you managing them, it was not easy. But I've learned from you that you being spiritual also helped you, and
I pray also God will give and enable you to pursue your dream and to become the person you really want to be. So thank you very much. Karibu sana tena, and may God bless you. Amen. Yeah.